Mwanamke mmoja anaolewa na watoto wake wawili. Mmoja kijana, mwingine msichana. Kijana miaka 10 na msichana miaka 8. Wanapoolewa wanakaa kwa amani na upendo katika hiyo familia. Lakini kwa muda fulani huyu mtoto kijana anakuwa amekuwa mkubwa kidogo na wanajadiliana na mume wake. Wakaambiana basi huyu kijana aende kwao ama kwa baba yake ili aendelee na masomo na pia jifunze tabia za kwao. Kwa hivyo wakabaki na mtoto msichana ambaye alikuwa na miaka 8, na kidogo kidogo wakati huyo mwanaume anaendelea kuishi na huyo mwanamke, kidogo kazi ikaisha. Kazi huyo mwanaume ikaisha. Kazi ilipoisha, huyu mama kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anapenda kufanya kazi na akona juhudi, akasema sasa mimi nitatafuta kibarua, hata kama ni cha kufulia watu manguo ama pengine kuuza matunda. Kwa bahati nzuri yule mama akapata kazi sokoni ya kuuza matunda. Kwa hivyo akakuwa anaamka mapema kwenda kuuza matunda, na anamwacha huyu mwanaume na huyu msichana katika nyumba. Mwanaume yule anapiga chai na anaachilia msichana anaenda shule. Kwa muda fulani ukapita na yale yakakuwa tu ni maisha ya kawaida kama ilivyo kawaida. Lakini wakati mwingine mtoto akakuwa kwamba anachelewa kwenda shule. Wakati mtoto anachelewa kwenda shule, walimu wakakuwa wanauliza mama, kwa nini mtoto anachelewa kwenda shule? Mama akakuwa anaeleza kwamba wakati mwingine anatoka mapema na namwacha na baba yake ili atengeneze chakula, na wakati mwingine baba yake anakuwa slow. Basi ikaendelea hivyo, na majirani wakati mwingine wakaangalia, wakaona pengine kuna kitu ambacho sio cha kawaida ambacho kinaendelea katika hiyo nyumba. Na wakamuelezea yule mama, wakamwambia mama, huyu mtoto wako na huyu mwanaume wako ukuwe katika tahadhari, kwa kuwa tunaona pengine mambo yanavyoendelea huenda ikawa kuna kitu tunashuku hakiko salama. Na mama akapuuza kwa sababu mama alikuwa anapenda yule mwanaume na ikakuwa tu ni hali ya kawaida. Basi siku moja huyu mtoto akatoka kwa nyumba kama amechelewa kwenda shule. Na alipotoka kwa nyumba aende shule, kuna jirani mmoja hapo alimuita. Mama mmoja jirani, mama ambaye ni mkomafu, akamuita. Akamwambia mtoto wangu kuja. Mtoto akaenda. Alipoingia kwa hiyo nyumba, mama akamuingiza katika nyumba yake na